seti. Sasa
Mungu Baba Mwenyezi, litupitishia kwa fumbo la msalaba na kututia muhuri kwa fumbo la ufufuko wa mwanao, na kuomba umjalie kwa wema mtumishi wako Christopher Mweno, ili aingizwe katika jamii ya wateule wako, ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
Kiaye Garote Isrima Siriwa Nonya Oibo Ekembra Eratun Also Kia Islamu Nekemia Ekia Ingana India Yenesai Yesu akamwambia, kweli nawaambieni, mwana hawezi kufanya kitu peke yake, naweza tu kufanya kila alichomuona Baba akifanya, maana kile alichofanya Baba Mwana hukifanya vile vile. Baba mpenda Mwana, amuonesha kila kitu alichokifanya. Yeye mwenyewe tena atamuonesha mambo makuu kuliko haya, nanyi mtastaajabu. Kama vile Baba huwafufua wafu na kuwapa hai, vivyo hivyo naye Mwana huwapa hai wale anaopenda. Baba hamhukumu mtu yeyote, shughuli yote ya hukumu amemkabidhi Mwana, ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba ambaye amemtuma. Kweli nawaambieni, anayesikia neno langu na kumwamini yule aliyenituma anao uhai wa milele, hatahukumiwa kamwe, bali amekwisha pita kutoka kifo na kuingia katika uzima. Kweli nawaambieni, wakati unakuja, tena umekwisha fika, ambapo watu wataisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na watakaoisikia wataishi. Kama vile Baba alivyoasilia uhai, ndivyo pia alivyomjalia Mwanaye kuwa asili ya uhai. Tena amempa mamlaka ya kuhukumu, kwa sababu yeye ni Mwana wa Mtu. Mstajabie jambo hili, maana wakati unakuja ambapo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watafufuka. Wale waliotenda mema watafufuka na kuishi, na wale waliotenda maovu watafufuka na kuhukumiwa. Injili ya Bwana. Msifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumejumuika jioni hii hapa hasa kuiombea roho ya Kristofa ambaye ameiaga dunia. Ni jambo la busara kumshirikisha yule ambaye alikuwa Mkristo, tembea nasi
alikuwa anahudhuria misa takatifu katika kigango hichi, pia kumshirikisha na kuomba huruma yake Mungu na kumwombea huruma yake Mungu, tutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu vile ambavyo Yuda alifanya alipokusanya hela takriban 2,000 akatuma Yerusalemu ili wale askari waliokufa kwenye vita waondolewe ama wasomewe kafara ya kuondolewa dhambi zao. Makabayo ya pili sura 22 mstari 38 hadi 46. Ndiposa leo tunaamini vile ambavyo Yuda alikuwa ameamini juu ya ufufuo wa wafu, akachanga pesa ili wale waliokufa wakiwa wamebeba kwenye mifuko yao miungu ya Yamnia, Mungu awaone huruma, awasamehe dhambi zao na awakaribishe katika ufalme wake. Vivyo hivyo jioni ya leo tumejumuika sisi wote ili kuiombea roho ya mwenzetu. Pili, kujikumbusha kwamba hata sisi tu kwenye hiyo safari. Tatu, kuiombea familia yake ili Mungu awafariji na awalinde. Somo la kwanza, kitabu cha Ayubu. Ayubu anapoangalia maisha ya mtu na anaposema yule ambaye alizaliwa na mwanamke maisha yake ni mafupi hapa ulimwenguni. Anaposema hivyo, waraka wake wa pili kwa Wakorinto 5:1-12 na mwenye inalinganisha haya maneno ya Ayubu. Paulo anapoandikia Wakorinto wa pili anawaeleza kwamba haya maisha ambayo sisi tunaishi ni kama hema. Ipo siku hii hema ya maisha yetu itaondolewa. Swali ni je, hii hema itakapoondolewa wewe utakuwa wapi? Na kitabu cha Mwanzo sura ya 3:19 pale ambapo Mungu anamwambia Adamu kwamba basi mwanadamu anakuwa kama ua linalochanua na huondoka duniani akiwa amenyamaza, kwa furaha wanaanza kulia. Hilo ndilo fumbo. Hekima ya Sulemani mstari wa 3:1-9 ya Mungu kwamba sisi ambao tunamwangalia huyu aliyelala hapa kwamba roho yake inastarehe mikononi mwa Mungu. Ndipo kuna kitu moja Ayubu anaamini, na kila ambacho anaamini ni kwamba Mungu na macho yako mwenyewe lazima uwe tayari kuishi maisha ya na kujua yale mapenzi. Injili takatifu ambayo tulisoma ilitueleza kwamba yule ambaye atalishika, tuambia kwamba sisi ambao tumempoteza tukawa na hofu juu ya kifo chake, kwa sababu watafufuliwa. Wale waliotenda mema wataishi milele na wale waliotenda maovu watahukumiwa. Kumbuka Kristo anakuja na Kristo. Basi wa Kristo wapenzi, tumuombe Mungu ili awafariji wanafamilia wake. Tumsifu Yesu Kristo.
Tuombe. Bwana, mtazame kwa wema mtumishi wako Kristofa, ambaye kwa ajili yake tunakutolea sadaka ya sifa, na kusihi kwa unyenyekevu ili astahili kufu kwa uzima kwa njia ya Kristo wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Bwana Mungu wetu, kweli ni vyema na Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tulikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa furaha, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina lake Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu yako yai. Katika mateso yake alitoa mkate, akakushukuru, akaumega na kuwapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huo ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada kutoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, nyote kilicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, kamwaga kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo atakuja tena. Ewe Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo chako na ufufuo wake mwanao, mkate wa uzima na kikombe cha wokovu, na kushukuru kwa kuwa umestahilishwa kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa
kusadiki kifo chake Yesu mpaka atakaporudi tena. Tazameni meza yake Bwana Yesu kweli imepambwa. Twende sote wenye moyo safi, chakula kile cha uzima. Tazameni meza yake Bwana Yesu kweli imepambwa. Twende sote wenye moyo safi, chakula kile cha uzima. Yeye aulaye mwili wangu, pia ainywaye damu yangu, ataishi ndani yangu mimi, nami nitaishi ndani yake. Tazameni meza yake Bwana Yesu kweli imepambwa. Twende sote wenye moyo safi, chakula kile cha uzima. Tazameni meza yake Bwana Yesu kweli imepambwa. Twende sote wenye moyo safi, chakula kile cha uzima. Wote anipao mpaka watakuja kwangu, asema Bwana, na mtu atakuja kwangu sitamfukuza. Amen. Tuombe. Bwana, tumeshibishwa kwa sakramenti iletayo uzima, na kuomba ndugu yetu marehemu Kristofa ambaye umemshirikisha agano lako takazwe kwa nguvu ya fumbo hili, na afurahie bila mwisho katika amani ya Kristo, anaishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi, naye Mungu Mwenyezi awabariki na kuwafariji, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka parokia yetu niliambiwa nikuje niwaambie pole
chairman wa kiwango hiki. Shukrani kwa sababu Mungu ametuonyesha tumefika vizuri. Chairman mmoja ili wale tunalewa ili hapo tunaenda kusisitiza muje mbele kwa mwili nyumbani. Tumsifu Yesu Kristo.